Ni sherehe ya kuaga maafisa wastaafu wa chuo cha mafunzo Zanzibar, ambapo sherehe hii imehudhuriwa na wageni mbalimbali pamoja na mgeni rasmi naibu waziri wa maji, nishati na madini Mheshimiwa Seif Kombo Pandu. Amezungumza mengi na wastaafu hawa, ikiwemo nasaha mbalimbali za kuwanasihi ikiwa maisha mapya yanakwenda kuanza uraiani. Ndugu wastaafu, leo hii ni siku ya sherehe. Siku hii ni muhimu sana na ni siku ya kihistoria katika maisha yenu, kwani kudiriki siku kama hii ambayo inaonyesha tathmini halisi ya namna gani mlivyokuwa wakati mpo katika utumishi wenu, inatoa funzo kwa wale ambao bado wanaendelea kubakia katika utumishi. Inapaswa ushirikiano na ni jukumu letu kutengeza ushirikiano baina yetu sisi wastaafu pamoja na wale ambao wanaendelea kuhudumu katika utumishi. Ndugu wastaafu, naomba mfahamu kuwa kwa kawaida mwanajeshi au askari huwa hastaafu, bali anatoka katika utumishi wa kawaida, lakini mafunzo ya kijeshi aliyopata katika ngazi mbalimbali huwa yanaishi na anatakiwa kuyafanyia kazi na kufuata miiko na maadili yake akiwa uraiani. Napenda kusisitiza wastaafu wetu, kama tulivyosema mwanzo, hapa sio mwisho wa maisha. Mafunzo ya kijeshi mliyopata ni mafunzo ambayo yanahitajika sana huko nje, lakini na hapa ndani ambao mnaacha baadhi ya maafisa wetu wanahitaji kupata mafunzo mliokuwa nayo, kwa sababu mna experience ya kutosha. Mmeishi kunako jeshi kwa muda mkubwa sana, miaka 34 ni michache katika watu ambao tumetajiwa leo hapa wameishi, lakini kuna watu wameishi miaka 40 na kunako jeshi kutumikia jeshi hili. Ile experience haina kipimo. Hivyo basi tunawaomba sana, uaskari hauishi. Muende mkaishi kwa kufuata mafunzo ambayo mmekuwa mkiyaishi katika kipindi chote cha utumishi wenu. Naye kamishna wa chuo cha mafunzo Zanzibar, Kanali Hamisi Bakari Hamisi, alikuwa na haya wakati akizungumza na wastaafu hawa. Tumefika hapa kwa lengo la kuwaaga wafanyakazi wenzetu tuliokuwa nao kwa kipindi kirefu, ambao wametimiza muda wao wa utumishi. Kwa jumla leo hii tunao maafisa wastaafu 16 ambao walitumikia idara hii kwa miaka tofauti kama ilivyoelezwa na staff officer wa chuo cha mafunzo, lakini kwa kuwakumbusha tu niseme afisa ambaye alitumikia muda mdogo kuliko wote katika hao wastaafu alitumikia miaka 34 na yule wa juu kabisa alitumikia miaka 40. Mheshimiwa mgeni rasmi, na ukifanya tathmini fupi kabisa utagundua kwamba wastaafu hawa wametumikia muda wao mwingi wa maisha wakiwa ndani ya idara ya chuo cha mafunzo. Kwa maana hiyo, muda mwingi waliotumia wakiwa idara ya chuo cha mafunzo unawapa nafasi ya kusema kwamba chuo cha mafunzo ni nyumbani kwao na hawawezi kupakwepa kwa muda wao wa maisha waliobakia. Hatuwezi kujua muda gani umebaki, lakini ukweli ni kwamba chuo cha mafunzo kitabakia kuwa ni kwao, na sisi ambao bado tuko kwenye service tunawakaribisha sana na tunasema msitukimbie, muwe nasi kwa kila jambo na kwa kila hali. Hawa ni maafisa wastaafu wamezungumza, ikiwa ni pamoja na kuishukuru idara ya chuo cha mafunzo chini ya uongozi wa kamishna Kanali Hamisi Bakari Hamisi kwa namna ambavyo sherehe hii imefana. Naitwa Msimu Saidi Mzee, mstaafu wa chuo cha mafunzo. Kwa hii sherehe yetu ya leo najisikia furaha na namshukuru sana kamishna wa chuo cha mafunzo kwa kutuandalia sherehe hii adhimu, na tumebahatika kupata zawadi tumezipokea kwa mikono miwili. Kwa hiyo tunatoa shukrani zetu sana, pamoja na mgeni rasmi naye pia tunamshukuru kwa kujumuika na sie, kuacha mambo yake kujumuika na sie, tunamshukuru sana. Mimi nashukuru uongozi wa chuo cha mafunzo chini ya kamishna Hamisi Bakari kwa kutuandalia sherehe hizi za kutuaga sisi wastaafu ambao tumetumikia jeshi kwa miaka tofauti.
Mimi nimeajiriwa mwaka 1986 na nimestaafu mwaka huu Januari. Nimetumikia jeshi kwa miaka 39. Nimefanya kazi zaidi ya makamishina 5. Wa mwisho ndio nimalizia na huyu Kamishna Hamisi Bakari. Kwa hivyo namshukuru sana kwa kuandaa sherehe kama hizi kwa wastaafu ambao tunajisikia furaha, tunajisikia raha na kutuandalia zawadi kemkem ambayo wametupa. Hivyo ndivyo ambavyo sherehe hii ya kuaga maafisa wastaafu wa Chuo cha Mafunzo Zanzibar ilivyokamilika, pamoja na timu nzima ya Mafunzo Online TV katika kuhakikisha kwamba tunakuletea matangazo haya vile ambavyo inatakiwa. Nikiripoti kutoka katika ukumbi wa Sheikh Idrisa Abdul Wakil Kikwajuni, mkoa wa Mjini Magharibi, mimi ni Mahir Saidi, Mafunzo Online TV.